Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania leo. Samia Suluhu kupitia chama cha CCM Tanzania sasa wamemwonya au kutuma onyo kali kwa mara ya mwisho kwa jaji mkuu mstaafu Jaji Warioba kutoshambulia serikali na kuingilia siasa. Wampa amri hii nzito jaji huyo mstaafu. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Serikali ya CCM na chama kizima cha CCM sasa kimemweka pabaya jaji mstaafu Warioba. Chama tawala cha Chama cha Mapinduzi kimetoa onyo la mwisho na zito kubwa kwa waziri mkuu wa zamani na jaji mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba, kikimwambia aache mara moja kuikosoa serikali ya CCM hadharani na kujihusisha na mijadala ya kisiasa. Kauli hiyo iliyotolewa mjini Dodoma jana inaakisi mvutano unaoongezeka kati ya chama tawala na kiongozi huyo wa serikali mstaafu ambaye anaheshimika Tanzania. Viongozi wa CCM sasa wanasema matamshi ya hivi karibuni ya Jaji Warioba yamevuka mipaka kati ya ushauri wenye kujenga na makabiliano ya kisiasa. Onyo hilo kutoka CCM linatafsiriwa kwa wingi kuwa ni ujumbe wa moja kwa moja ulioidhinishwa na uongozi wa juu wa chama hicho chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Imezua mjadala mkali wa kitaifa pia. Wengi wanaona ni wakati mwafaka katika uhusiano kati ya serikali na viongozi wakuu wastaafu. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM anayefahamika kama Kenan Kihongosi alieleza kutoridhishwa sana na kauli za Jaji Warioba kwa umma. Alisema chama cha CCM kina wasiwasi mkubwa kwamba kiongozi huyo mstaafu wa kitaifa anaendelea kuwakosoa viongozi wa serikali waliopo madarakani. Kwa mujibu wa CCM, mwenendo huo unahatarisha kudhoofisha umoja ndani ya chama cha CCM na serikali kwa ujumla. Kihongosi alisisitiza kuwa maneno ya Jaji Warioba yamekuwa ya kusumbua sana kwa sababu yalikuja muda mfupi baada ya mkutano wake na Rais Samia Suluhu. Viongozi wa vyama huona muda huu kama usiofaa. Hata hivyo, wanasema kuwa inatuma ishara zinazokinzana kwa umma. Hata hivyo, pia wamesema anaichafulia jina serikali ya CCM na chama kizima cha Mapinduzi. Kiongozi alieleza kuwa CCM inaamini Warioba sasa anatakiwa kuzingatia kustaafu kwa amani badala ya kujihusisha na maoni ya kisiasa, wakimwonya kuacha kabisa. Alisisitiza kuwa akiwa waziri mkuu wa zamani na jaji mkuu, Warioba anapaswa kuwa mtu anayeunganisha taifa na si kuligawanya. Badala yake, CCM inadai kukosolewa kwake hadharani kunachochea migawanyiko ya ndani kati ya serikali na Watanzania. Viongozi wa chama wanahoji kuwa maneno yake yanatumiwa na wapinzani wa kisiasa kushambulia serikali iliyopo madarakani. Wanasema hii inaleta mvutano usio wa lazima ndani ya chama tawala cha CCM. Hili wanaonya linatishia mshikamano wa vyama. Uongozi wa CCM unasisitiza kuwa ujumbe wake hauna maana ya kudharau utumishi wa Warioba kwa taifa. Badala yake, wanahoji kuwa wanalinda tu utu wa taasisi za serikali. Wanaamini kwamba viongozi wa zamani wanapaswa kutoa mwongozo kwa busara badala ya kupitia majukwaa ya vyombo vya habari. Kwa mujibu wa kiongozi kutoka CCM, kutangaza kutoelewana hadharani kunaharibu taswira ya serikali. Alisema inadhoofisha imani ya wananchi kwa uongozi wa taifa. CCM inashikilia kuwa mazungumzo ya ndani yanafaa zaidi. Viongozi wa chama wanadai kuwa kauli za Warioba zimevuka ukosoaji wa kisera na kuchukua mkondo wa chuki. Wanasema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara ya umma yanahatarisha kujenga taswira ya migogoro ya ndani ya CCM. Hii wanasema inaweza kuwatia moyo wapinzani wa kisiasa na kudhoofisha mamlaka ya chama. Viongozi wa CCM wanaamini nidhamu na umoja ni muhimu kwa utawala bora. Wanaona mwenendo wa Jaji Warioba mstaafu unadhoofisha kanuni hiyo serikalini. Kwa sababu hii, wanaeleza onyo hilo lao kama ni muhimu kwa Jaji Warioba kuacha kabisa. Kiongozi alimshauri Warioba kutumia njia binafsi kutoa maoni yake na viongozi wa serikali. Alipendekeza kuwa mikutano ya kibinafsi na mashauriano ndio njia mwafaka ya wazee kuishauri serikali. CCM inaamini kuwa njia hiyo inalinda kuheshimiana na utulivu wa kitaifa. Ukosoaji wa umma wanabishana unachochea tu mabishano na kutokuelewana.
Chama kinasisitiza kuwa mazungumzo ya faragha yatakuwa na tija zaidi, wanasema ingelinda heshima ya kitaasisi na umoja wa kitaifa. Chama tawala pia kilisisitiza kuwa hakipingi ushauri wenye kujenga kutoka kwa viongozi wakuu. Hata hivyo, CCM inasisitiza kwamba ukosoaji lazima utolewe kwa kuwajibika na uthibitisho. Viongozi wanasema uhuru wa kujieleza usichanganywe na harakati za kisiasa za viongozi waliostaafu. Wanasema kuwa mbinu ya sasa ya Warioba inafifisha mstari huo. CCM inashikilia kuwa viongozi wa zamani lazima watambue ushawishi wao wa kipekee, pamoja na ushawishi huo huja wajibu. Ndani ya chama tawala cha CCM, suala hilo sasa limefichua unyeti kuhusu mifarakano ya umma kutoka kwa wazee wanaoheshimika, hasa waliostaafu. Wadadisi wa mambo wanasema ukosoaji kama huo una uzito zaidi kuliko maoni ya kawaida ya kisiasa. Wanahofia inaweza kuunda maoni ya umma dhidi ya serikali. Kutokana na hali hiyo, uongozi umeamua kulishughulikia swala hilo kwa uwazi na kutuma onyo kwa Warioba. Majibu haya ya umma yanaashiria jinsi chama kinavyoshughulikia swala hili kwa uzito. Inaonyesha kuchanganyikiwa kuongezeka kwa juu. Wafuasi wa Rais Samia Suluhu Hassan na CCM wanahoji kuwa serikali inastahili nafasi nzuri ya kutekeleza ajenda yake. Wanasema ukosoaji wa mara kwa mara kutoka kwa viongozi wa zamani kama Warioba unatatiza juhudi za mageuzi na unafaa kusitishwa mara moja. Kulingana na wao, mashambulizi ya umma yanavuruga vipaumbele vya maendeleo ya taifa la Tanzania. Wanaamini umoja ni muhimu kwa utulivu na maendeleo. Mtazamo huu unazidi kuwa wa kawaida miongoni mwa wafuasi wa chama tawala. Wanaona kauli za Warioba hazifai kwa wakati mgumu. Wapinzani, hata hivyo, wanatafsiri onyo hilo kwa njia tofauti. Wanasema kuwa inaonyesha kuongezeka kwa kutovumiliana kwa upinzani ndani ya taasisi tawala ya CCM. Wakosoaji wanadai kuwa viongozi waliostaafu wana wajibu wa kimaadili kuzungumzia masuala ya utawala na serikali. Wanasema kunyamazisha sauti zenye uzoefu na kali kunadhoofisha demokrasia. Kulingana na mtazamo huu, Warioba anawakilisha sauti muhimu inayojitegemea. Wanaogopa kwamba maonyo kama hayo yanakatisha tamaa mjadala wa uwazi. Kuhusika kwa ofisi ya juu ya itikadi ya CCM sasa hivi kumwonya Warioba kunadhihirisha uzito wa onyo hilo kwa Warioba. Kauli kama hizo hazitolewi kirahisi. Waangalizi wanasema inaonyesha azma ya chama kudhibiti simulizi za ndani. CCM inataka kuwasilisha umoja kwa umma. Ishara yoyote ya kutokubaliana kwa ndani inachukuliwa kuwa yenye kudhuru. Mkakati huu kwa muda mrefu umeonyesha utamaduni wa kisiasa wa chama. Kwa Rais Samia Suluhu Hassan, malumbano hayo yanaleta changamoto nyeti. Anapaswa kusawazisha heshima kwa viongozi wazee na kudumisha mamlaka ya serikali. Mtindo wake wa uongozi umesisitiza umoja na utulivu. Majibu ya chama yanaonyesha kuwa nidhamu inabaki kuwa kipaumbele. Kwa hivyo onyo hilo kwa Warioba kutoka CCM linaonekana kuwa linaendana na mbinu yake ya utawala. Inaimarisha pia msisitizo wa utawala wake juu ya utaratibu. Mwitikio wa umma umegawanyika vikali. Baadhi ya wananchi Tanzania wanaunga mkono wito na onyo hilo kutoka CCM, onyo hilo la nidhamu na umoja kuelekea kwa Jaji Warioba. Hata hivyo, wengine pia wanaamini Warioba ana haki ya kutoa maoni yake kivyake na kibinafsi. Mjadala huo unaakisi mvutano mpana kuhusu uhuru wa kujieleza katika siasa za Tanzania. Wengi wanaona hili kama mtihani wa uvumilivu wa kisiasa. Suala hilo pia limetawala mijadala ya kisiasa na ya umma sasa. Ndani ya CCM, viongozi wanasisitiza jambo hilo lisieleweke vibaya kuwa ni uadui binafsi. Wanasema ni juu ya kulinda umoja wa chama na utulivu wa kitaifa.